Alikuwa atembei. Lakini maombi yamefika kule alipo. Yes. Lakini sasa hivi mume wangu amepona. Yesu linaponya jamani. Ubarikiwe sana mama na uzidi kupona. Haleluya. Mpe Yesu makofi mazuri. Jana nikasema hata walioko mbali watapona. Jana nikasema hata walioko mbali wataponywa vile vile. Amen. Mpe Yesu makofi mazuri. Amen. Haleluya. Yes. Gideoni hapo, muwe makini hapo. Haleluya. Amen. Yesu anafanya maajabu. Nimkaribishe mama Hawa chap aje kwenye jukwaa tusikie kile Bwana Yesu ambacho amefanya. Haleluya. Yesu shangilia Yesu. Amen. Karibu sana mama. Karibu sana. Gideoni hapo vipi, sikuelewi hapo. Haleluya. Amen. Basi karibu sana mama. Nafurahi kukuona. Amen. Naomba nipige magoti, sistahili kusimama. Uwe na amani mama. Amen. Sina pa kuanzia lakini yes. Anasema hana pa kuanzia. Amen. Tumelia. Ndio. Lakini Jumatano ndio alifanya miujiza. Alikuwa anatoka damu. Ndio. Lakini imekwisha. Amen. Alikuwa hataki masomo. Ndio. Imekwisha. Amen. Amesajiliwa Visinga Sekondari. Sina cha kusema na amesajiliwa. Haleluya. Huyo ni Bwana, huyo ni Bwana, huyo ni Bwana Yesu. Huyo ni Bwana. Huyo ni Bwana Yesu. Huyo ni Bwana Yesu. Mama na mjukuu wako aendelee salama na asipatwe na majanga tena siku zake zote. Amen. 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 Mama. Amen. Haleluya. Amen. Watu wa Luvu Kisabi, haleluya. Amen. Watu wa Luvu Kisabi, haleluya. Amina. Naona muda umekwenda. Yes. Lakini kwa kweli at least niongee dakika chache. Leo kuna mambo mengi ya kufanya. Amina. Na watu nikawaambia kesho. Amen. Kuna mambo ambayo sio ya kawaida takiwa yafanyike. Amina. Wale waliompa Yesu maisha yao fanye namna hii, mikono, haleluya. Mimi ninajua kuna watu hamjaja kushuhudia. Amen. Lakini inawezekana ni aibu tu. Ndio. Lakini mimi ninamjua Mungu ninayemtumikia. Amina. Ni Mungu wa miujiza. Amen. Ninajua mambo mengi yamefanyika. Amen. Inawezekana ukawa unasikia aibu. Amina. Lakini usione aibu kumshukuru Mungu kwa yale aliyoyafanya. Haleluya tena. Amen. Jamani, kwa dakika chache niongee kidogo. Amen. Nilikuwa nikizungumza sana toka juzi. Amina. Hasa kusudi lililomfanya Bwana Yesu kuja ulimwenguni. Amen. Tukajifunza mambo mengi na kile ambacho kilimefanya aje. Na tukaona kazi zake na mmeshuhudia kazi zake. Hata sasa bado Bwana Yesu anatenda. Kabla sijaenda mbali nitoe tu jambo hili kwamba Amen. Nimegundua kitu. Hizi siku 3 zilikuwa hazitoshi. Amina. Hazitoshi. Sasa nimeongea na kiongozi wa uinjilisti. Amina. Kesho saa 10 nitakuwepo viwanja hivi tena. Amina. Kwa ajili ya kuwahudumia watu kisasa. Kwa Bwana Yesu. Kwa hiyo tumeelewana. Wataorganize vizuri. Watakapokutana hapo, watakapokutana. Yes. Na mimi kesho saa 10 nitakuja. Amina. Kwa sababu hapa kuna mambo mengi ambayo hayawezi kufanyika. Amina. Kwa sababu kuna vitu vingi. Kwa mfano, yes. Leo nataka kufundisha kitu kinaitwa nyota na maisha ya mtu. Amina. Sasa jambo hili ni kubwa sana, ni zito. Linachukua hata siku 7 kufundisha. Amen. Tunapoanza kuzungumzia ishu ya nyota na maisha ya mtu, yes. Tunazungumzia mtu mwenyewe. Amina. Nyota ambayo inaitwa kipawa, ambacho hicho kila aliyezaliwa Mungu amempa hicho kitu kinachoitwa nyota. Amina. Sasa hili nyota sizungumzii
nyota wanazo za mbingu za angani. Amina. Nazungumzia kipawa ambacho mtu anazaliwa na hicho kipawa. Amina. Ambacho kila yoyote aliyezaliwa hahitaji kutumia nguvu yoyote kufikia kwenye hatima yake. Amina. Ila kwa sababu ya nyota ninayotaka kuelezea, ndio sababu wengi hawafiki wanakotakiwa kufika. Amina. Siku moja wakati Yesu anazaliwa kule Bethlehemu ya Uyahudi, Biblia inasema kulikuwa na wataalamu wa nyota wanaitwa mamajusi. Alipozaliwa tu Yesu, Biblia inasema wale wataalamu wa nyota walikuwa wachawi au waganga wa kienyeji. Wakaiona nyota ya Yesu, wakaanza kuifuatilia. Wakasema hii nyota ya huyu mtu aliyezaliwa, kwa muonekano wake hii inaonekana aliyezaliwa sio mtu wa kawaida, si mtu wa hohehahe. Sasa wakaanza kujadiliana waanze kuifuatilia wakamuone mwenye nyota. Maandiko yanasema ile nyota ikawaongoza. Walipofika mtoto alikozaliwa Yesu, ikasimama. Iliposimama, kwa sababu ya utaalamu wao wa kujua katika ulimwengu wa kishetani, wakajua nyumba hii nyota iliposimama ndipo mfalme amezaliwa. Wakaingia ndani. Biblia inasema walipoingia wakasema, jamani, tumeiona nyota yake mashariki, na sisi tumekuja tumsujudie. Huyu mtoto ni mfalme. Wakati huo mama yake, baba yake hawajui kwamba ni mfalme, ila mamajusi au wale wachawi washajua kwamba huyu aliyezaliwa ni mfalme. Mama yake hajui, baba yake hajui, lakini kumbe ni mfalme. Kadhalika unaweza ukazaa mtoto usijue kwamba ni nani, kumbe umezaa mbunge, umezaa rais, waziri mkuu, umezaa mhubiri, umezaa. Ila mama unapozaa hauwezi kubainisha huyu niliyemzaa ni wa aina gani. Lakini kule mbinguni Mungu alipotazama akasema, wacha ni mtume rais wa nchi, wacha ni mtume mbunge, wacha ni mtume diwani, ni mtume kwa mwanamke fulani. Atakapozaa huyo mama, huyo mtoto atakaye mzaa atamsaidia kubadilisha maisha yake. Sasa kinachofanyika ni hiki. Ule ulimwengu wa kiroho una uwezo wa kuona aliyezaliwa ni nani, amebeba nini, kazi yake ni nini, atakuwa nani baadaye. Sasa kinachowajulisha ndio hiki ninachokisema, kinaitwa nyota. Nyota inajulisha utakuwa nani baadaye. Na hata mwenye nyota mwenyewe asijue yeye ni nani, lakini nyota yenyewe wataalamu wenye uwezo wa kuangalia kwenye ulimwengu wa kishetani wana uwezo wa kuona kwamba huyu dada ni sawa, amebeba mimba, lakini mtoto atakayezaliwa atakuwa ni mkuu. Na hapo ndiko inapoanza kati ya yeye na wachawi, kati ya yeye na wasoma nyota. Kwa nini? Na wenyewe wengine wanaitaka hiyo nyota, wanataka kuifunika tu ili huyo mtu asisaidiwe baadaye. Ndio maana jana nikasema Yesu kilichomleta sasa, alikuja kuwasaidia hao watu. Maana hata yeye Yesu nyota yake iliwahi kufuatiliwa. Kwa hiyo anajua vizuri. Akasema sasa nitakwenda ili kuwasaidia walioibiwa nyota, waliofunikwa nyota, ili waweze kutimiza hatima zao nilizowaumbia. Haleluya. Makofi ya kuwapiga vigelegele sasa. Haleluya. Amina. Sasa nina maandiko mengi sana. Muda wangu haunitoshi. Kuna jamaa mmoja anaitwa Yeremia. Kitabu cha Yeremia sura ile ya kwanza. Huyu jamaa wakati anazaliwa, Mungu anamwambia Yeremia, nilikujua kabla hujazaliwa. Nilikujua na nimekuandaa kwamba wewe utakuwa nabii wa mataifa mengi. Kwa hiyo nimekuandaa kwa sampuli hiyo. Na ndio maana Yeremia alipokuja, utaona maisha yake alisha kumtumikia Mungu, alisha kitoa unabii kwa mataifa kadha wa kadha. Kilichomfanya aweze kufanya hivyo ni kwa sababu alisukwa kuwa nabii wa mataifa. Kadhalika kila anayenisikia kuna namna amesukwa, kuna jinsi amesukwa. Mwingine amesukwa wapi? kuna wengine wamesukwa
Amen. Wamesukwaje? Kwamba wao Yes. hawatakuwa watu wakuu sana. Amina. Ila wao watakapozaa watoto, Yes. hao watoto watakaowazaa Amen. ndio watakaowafanya Yes. waishi maisha mazuri. Sasa Hey. na ndio maana kuna vita ya uzao. Amina. Ndio maana utakuta wengine wanasumbuliwa na uzazi sana. Amen. Wakipata mimba hata kuzaa ni shida. Amina. Lengo lake Yes. ni kwa sababu ili yale makusudi yasitimie. Amina. Lakini Yesu mwana wa Mungu Amen. atahakikisha makusudi yako yanatimia jioni. Amina. Aya. Nasema Yesu mwana wa Mungu Amen. atahakikisha makusudi yako Yes. yanatimia. Makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Wengine Mungu alipowaumba amemwandaa mtu kuwa mbunge kabisa. Yes. Akazaliwa ni mbunge. Amen. Lakini kwa kadiri anapokwenda ulimwenguni anapokuwa anafanya kazi zake wana uwezo wa kuangalia huyo aliyezaliwa ni nani. Hapo. Wakajua ni mbunge. Yes. Wanajua nyumba ya mama fulani, nyumba ya baba fulani baada ya miaka 10 Yes. itakuwa imefanikiwa sana. Yes. Yule kijana wanaanza kumpiga pepo la kuvuta bangi. Hapo. Akipelekwa shuleni, Yes. hataki shuleni. Hapo. Anaanza kuvuta bangi. Hapo. Akipelekwa shuleni, hataki shuleni. Hapo. Anaanza kwenda kwenye vijiwe. Yes. Lengo lake ni nini? Asisome ili asifikie kule ambako alitakiwa afikie. Amina. Kwa sababu kazi ya nyota Yes. ni kumfanya mtu awe vile alivyokuwa. Amina. Elimu kazi yake. Amen. Kazi ya elimu. Yes. Kazi ya elimu Yes. ni mwangaza tu. Amina. Kuangaza njia ni hii. Amen. Lakini utendaji kazi mkubwa Yes. unabebwa na nyota. Amina. Yes. Halo. Amen. Halo. Amen. Haleluya, watu wa Luke Kisabi. Amina. Sasa kwa sababu muda wetu sio mrefu sana, naomba tu nisikize maandiko mengine Yes. nisiwe nayasoma. Yes. Niwe tu nakuhadisia. Amen. Kuna jamaa mmoja kwenye Biblia kitabu cha Hesabu anaitwa Balaam. Huyu jamaa juzi nimeongea habari zake. Yes. Lakini siku moja wakati amepanda kwenye mlima, Amen. huyu jamaa alikuwa ni mganga wa kienyeji. Yes. Amepanda kwenye mlima, anataka awalaani watu wa Mungu. Biblia inasema alipotaka kuwalaani, Amen. Mungu akamkemea akamwambia, Yes. usiwalaani watu niliowabariki. Aya. Lakini yule jamaa alikuwa na macho ya kuona mbali. Yes. Amina. Kuona ulimwengu wa kiroho. Amen. Aliposimama kwenye mlima, Yes. akasema, Amen. namuona lakini si sasa. Aya. Namtazama Kwa mbali. lakini si karibu. Yes. Ninaona kwa mbali. Kwa mbali. Akasema naiona nyota Kwa mbali. katika Yakobo. Yes. Ninaona katika nyumba ya Yakobo Kwa mbali. itazuka nyota. Yes. Na hiyo nyota itakayozuka itafanya vita. Amina. Itawaangusha watesi. Yes. Itawaangusha maadui. Yes. Huyu jamaa ni mganga. Amina. Anaona miaka zaidi ya 500 ijayo. Anasema Yes. ninaona nyota katika Yakobo. Amina. Wacha nikusomee ile andiko. Yes. Anasema hivi. Akasema kitabu cha Hesabu sura 24 mstari wa 17. Anasema itatoka nyota katika Yakobo na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli, nayo itazipiga pembe za Moabu na kuwavunjavunja wana wote wa ghasia. Sasa hii pembe inayozungumzwa ndio huyo Yesu anayekueleza. Amen. Balaamu mganga wa kienyeji anaona zaidi ya miaka 500 ijayo. Yes. Anasema itazuka pembe katika Yakobo. Amina. Na hiyo pembe itakapozuka, Yes. itapiga Moabu. Amina. Itawaharibu wana wa ghasia. Yes. Ndio maana Yesu leo akitajwa mahali, Amen. uganga wa kienyeji unakufa, Sasa hivi. majini unakufa, Sasa hivi. uchawi unakufa. Sasa hivi. Na leo jioni ya leo, Aya. hata kama ulikuwa umepewa nyota na imeibiwa, Hey. ama imelazwa kifurifuri, Hey. leo itakombolewa. Amina. Kombolewa leo. Leo. Aya. Yes. Sema leo. Leo. Yes. Kuna dalili nyingi. Kuna zaidi ya dalili 17. Amen. Sasa siwezi kuziongea hapa. Zaidi ya dalili 17 ambazo zinaashiria Yes. mtu hana nyota. Hapo. Imeibiwa au imefunikwa. Hapo. Kuna dalili 17. Lakini moja ya kati ya hizo dalili, Amina. kuna wale watu ambao Yes. wanaota usiku, Amen. aidha wako msituni, Amen. wanashaka kama wanapulizwa na upepo mwingi, Amen. wamekaa mahali kama peke yao, Yes. kama upepo unawasukuma. Yes. Kuna wengine ambao wakitembea njiani, Amina. kana kwamba kuna watu wanafuatia nyuma. Kuna wengine ambao wakilala, Yes. na kueleza baadhi ya dalili, Amina. sio zote. Yes. Wengine wakilala, Amen. wanahisi kama mlango umefunguliwa. Amina. Anaweza akaamka, akifika Yes. mlango umefungwa. Maajabu.
anaweza karudi kulala, anaweza kasikia tena akaamka, akashangaa. Anaweza kuamka wakati mwingine akuta mlango uko wazi kabisa. Cha maajabu anashangaa hakuna mwizi aliyeiba, kwa kichochukuliwa. Hizi ni dalili za kuonyesha huyo mtu kitu chake hana. Leo kitarejeshwa kwa jina la Yesu. Nasema leo kitarejeshwa kwa damu ya mwana kondoo. Na dalili kati dalili nyingine, dalili nyingine ni hali ya kuwa kwa moto kwa miguu, inakuwa inashikwa na ganzi na moto. Na haya mambo nimeyadhibitisha. Usiniulize umejuaje, mimi ni mtu wa rohoni. Na miguu inakuwa inashika moto na ganzi. Huyu mtu hata ukimpa mtaji wa milioni 300 ataishia kuomba unga, kwa sababu kinachomfanikisha sio juhudi, kinachofanikisha ni nyota. Sasa jana nikasema kuna wajanja wachache wana uwezo wa kutazama, wakiona anayezubazuba wanakwenda wanachukua wajanja. Na leo kuna watu wanafanya kazi zisizo zao. Kabisa. Wengi. Kuna watu leo wanalima huku Ruvu Kisabi kabisa, wapo. Lakini mtu atakiwa yuko huko posta, yuko kwenye kiti anazunguka, yuko kwenye ofisi fulani, ila kuna mjanja amemzidi kete, akaiba nyota. Labda nikufundishe akili moja, na wale wote wanaokwenda kwa waganga wa kienyeji hawana bahati kabisa kwa sababu ya mambo haya. Unapokwenda kwa mganga wa kienyeji, sema wapone, umebeba jogoo wako 20,000. Ukifika kwa mganga anakuambia, unamwambia naumwa na tumbo au nimekuja kwa sababu ya mambo fulani, akikuangalia anajua huyu ana nyota ya biashara, ila kilichomleta anaumwa tumbo. Anakuambia usiwe na wasiwasi, atakupa dawa ya tumbo, ila ukiondoka unaacha nyota. Alafu anatokea mtu mwingine amekuja na kafara, amekuja na ng'ombe, anamwambia bwana mimi nataka niwe mfanya biashara mkubwa. Mganga akimwangalia hana nyota ya biashara, anamwambia anyway uje kesho kutwa ama wiki ijayo. Anaanza kuangalia nani mwenye nyota ya hiyo biashara. Mbaya zaidi usikutwe sasa umejipeleka mwenyewe kwa sababu ya kuuma kiuno. Unafika pale mganga anakupigia madogoli, akikucheki anaona huyu jamaa ana nyota ya biashara, hapati hata tabu kwa mko usiku, ananyofoa, anaweka pembeni. Yule jamaa akija anafungia aiza pete, aiza cheni, aiza dawa mlangoni, au afikia dukani. Biashara imeenda namna hii. Yule aliyeibiwa anaanza kuchoma mkaa. Sema nakataa, 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 nakataa. Aliyeibiwa nyota mwenyewe ambaye atakiwa awe mtu mfanyabiashara mkubwa, unamshangaa na choma mkaa. Maisha haieleweki, kile kifanya kieleweki. Kumbe amejichanganya, kaenda kwa mganga. Mganga ana shida na mteja wake ampe nyota, pale pale akachukua. Ni tatizo kubwa kwenda kwa mganga wa kienyeji. Tatizo. Afadhali na kushauri kabisa, afadhali ufe na hiyo tatizo kama umekosa msaada. Maana utaishi maisha mabaya kuliko hiyo tatizo lenyewe ulionalo. Halo. Halo. Sasa watu wengi sana hawaishi maisha yao kwa sababu ya kitu kinachoitwa nyota. Nyota inaweza kuwa hivi. Kwa mfano, utaona kuna watu hapa dunia, hapa Tanzania tu, kazi yao wanacheza tu mpira, lakini wametajirika kabisa kwa sababu nyota zao ziko kwenye miguu yao. Nyota zao zijebiwa, wanacheza mpira, wanakuwa matajiri. Wengine wanaimba tu kwenye majukwaa, wanakuwa matajiri. Mwingine hata ana sauti nzuri ya kuimba, hawezi kuonekana. Anacheza mpira vizuri, anakubalika vizuri, ila hawezi kusajiliwa kwenye vilabu vyenye maana. Nyota hana. Sema aliyechukua nyota leo, sema hana bahati. Hana bahati. Na nikueleze hivi, huwa kwa kawaida nyota inaporejeshwa, kama ilikuwa imeshikilia biashara ya mtu, huyo mtu anaanza kufilisika. Na hii inahitaji mtu aseme leo nyota yangu iliyoshikwa na mtu yoyote, ikiwa ni kwenye supermarket, ikiwa kwenye duka lolote, kwenye sheli yoyote. Wengine wanachukua wanaweka vilingeni, mwingine ana nyota ya mvuto. Yani kuna watu ambao kwenye maisha ukikutana naye namna hii, akiongea unatamani umsaidie. Ana nyota ya kuongea, ana mvuto wa kuongea. Sasa mganga anaweza kuichukua, anaiweka kilingeni, akikwambia wewe ukaje na majogoo 3, uletee na nazi 3 na mchele kilo 6. Si maulidi hiyo. Anatumia wapigwe.
Haleluya. Amen. Sasa ule mvuto anakuwa nao. Bahati nzuri juzi nimesafiri kwenda Tanga. Yes. Nenda Tanga na mdogo wangu pale kwa Yohana. Bahati nzuri tukakuta shemeji yetu mmoja ambaye ni mganga wa kienyeji. Amen. Yuko hapo Moshi. Yes. Yule jamaa alikuwa amekunywa pombe kidogo. Yes. Unajua pombe yenyewe hainaga akili Kabisa. Ndio maana mtu aliongea kweli ni mlevi na mtoto mdogo. Amina. Ukiwa korofisha mlevi akikupiga neno. Yes. Limenyoka. Ndio maana wewe. Yes. Akipiga hilo. Amina. Wewe usijaji aliongea ndio. Haya. Sababu mlevi ananyoshaga maelezo. Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lete maiki nyingine zikae hapa, ikizingua tunatupa tunaweka na nyingine. Hapa kazi imefanyika leo. Amina. Mpe maiki hiyo. Haleluya. Akasemaje yule bwana? Alikuwa amekunywa pombe kidogo. Akasema unajua bwana, mimi hapa nimesimsuma kwenye maisha. Yes. Kumbe alikuwa amenichezea nyota. Nikaamua kwenda Ngende. Huko kusini uko Newala. Akaanza kueleza mambo yake yote. Yes. Ameandika mambo yake yote. Amen. Akasema kule ukifika kule unachopewa ni mvuto. Amina. Anatuambia hivi. Yes. Mimi nikiwa kule Moshi, nikikaa kwenye kigoda changu, ni Yes. mganga wa kienyeji. Amen. Yaani ana pete hata uwezi kula naye. Maana kila kidole kina pete. Yes. Anasema mimi kule Moshi nikikaa kwenye kiti changu wamejipanga mpaka saa 4 usiku. Nikiinuka kwenye kiti na milioni 1 au laki 7. Mganga huyo. Maisha safi. Aya. Nikamuuliza shemeji, ina maana unafanya dawa? Sema wafanye dawa vipi? Mimi wakija wengine na washauri tu. Amina. Ila mimi nina mvuto. Yes. Nikiongea wanatii. Aya. Kuniona mtu mmoja 30,000. Mganga huyo mganga. Akasema na hicho nilichopewa nimepewa mvuto tu. Sasa kuna wengine, hebu angalia, amepewa mvuto. Kuna wengine wamezaliwa na mvuto wao. Amina. Huhitaji uchawi wala uganga. Yes. Umezaliwa na mvuto. Amina. Watu wakikusikiliza tu watamani wakusaidie. Amina. Wakikuona tu watamani wakufanyie kitu. Amen. Kama mvuto ukiondolewa, hata mama yako mzazi anaweza kukusukuma. Aya. Sema wapigwe. Wapigwe. Yes. Sema nyota. Nyota. Sema leo nyota yangu. Nyota. Sema nyota yangu. Nyota yangu. Mahali popote uliposhikiliwa, iwe kwenye biashara, iwe kwenye nyumba ya mtu, sema njoo. Sema njoo. Sema njoo. Yes. Ishu ni nyota. Yes. Wana wa Mungu niwaambie ukweli. Maisha ni nyota. Amina. Siku moja nilikuwa na mdogo wangu. Yes. Alikuwa anafanya huduma mahali. Amen. Afadhali yuko hapa. Amina. Wachawi fulani wakaanza kushambulia maisha yake. Yes. Lakini wengine wakabadilishwa kwenye kona. Amen. Wakasema wewe si una nyota? Unataka uende pale. Yaani wana uwezo wa kujua anakotakiwa kwenda. Ndio wewe si una nyota? Unataka uwe hivi na hivi na hivi. Wanaeleza details zote. Amina. Kwa sababu hiyo nyota inaweza kuonekana. Yes. Inaweza ikachukuliwa. Amina. Na unaweza ikafunikwa. Amen. Na asiye na nyota mara nyingi sana hata maamuzi yake yalikuwa ya kijinga. Alikuwa anawaza biashara. Aliyebiwa nyota akiwaza biashara anaanza mchakato. Akipata fedha badala ya kuanza anasema nikifilisika hapo, kwa sababu akiibiwa nyota roho ya woga inafuata nyuma. Sasa hivi nikifilisika, mimi nikipoteza, mimi nikiwa hivi, lengo lake abaki vile vile. Jioni ya leo sema sikubali. Sikubali leo. Nataka mtu mmoja asimame aseme kwa sauti, sikubali. Sema sikubali. Sema nyota yangu njoo. Nyota yangu njoo. Nyota ya kibali. Nyota ya uzao. Nyota ya kazi. Nyota ya ajira. Sema nyota njoo. Sema yoyote yule aliyeshikilia nyota yangu, alipoifunika, sema naiamuru sasa ianze kunifuata. Nyota njoo. Nyota ya uso, nyota ya mikono, nyota ya uzao, nyota ya tumbo, njoo. Yes. Utakapoanza kurejesha nyota, kuna watu wataanza kufilisika kabisa, wafilisike. Na hili jambo ni hakika kabisa. Tulikuwa mahali tunaabudu siku za nyuma. Kulikuwa na waganga wa kienyeji. Wamejipanga, walikuwa watatu mpaka mfululizo wa kwanza, wa pili, wa tatu. Na wameinua bendera juu. Kwa kuwa mimi najua kila madhabahu haikosi nyota.
kila madhabahu ikosi joto. Tukaanza kusema hapana. Yes. Kwa nini? Unajua ninapoongea hivi wachawi wakasema hivi. Yes. Kwani anataja wachawi? Hapo. Kwani anataja si waganga? Hapo. Kwani jamani, niulize swali. Mtu ambaye sio mchawi, Yes. akitaka kuloga mtu anaenda kwa nani? Kwa mganga. Sasa wanapolaumu, kwa nini mnatutaja sisi? Ndio tunawataja, maana ndio mnaoongoza kutoa nazi. Amina. Kapasue njia panda. Amen. Kafukie kaburini. Amen. Kafukie lete, wasema kalete nyayo za miguu. Kalete nywele za utosini. Wapigwe. Kuna binti moja nimemwombea juzi hapa. Yes. Wakati namwangalia hivi. Amen. Yeye mwenyewe akana habari kwa binti. Na kaangalia namna hii. Yes. Naona amechukua nywele za utosini hapa. Amen. Maana yake kaya kangesoma kale hamna kitu. Lakini kenyewe akajui. Asambiwa lete nywele za utosini. Yes. Akipeleka nywele. Amen. Aliagizwa na nani? Na mganga. Anaambiwa funga kitambaa cheusi, weka chekundu. Yes. Ukifika kwenye kaburi jipya, fukia. Yeah. Na useme kama maiti asivyoinuka. Yes. Na huyu hawezi kuweza tena. Yes. Amemaliza kazi. Amen. Sasa kwani tusiwasema jamaa? Sio wazuri. Sema wapigwe. Yes. Sasa hawa ndio wanaofanya maisha ya watu yanashindwa kwenda mbele. Yes. Anasema jamani, anaenda kwa mganga, jamani, mimi ule mtoto fulani ana akili sana. Mimi sitaki wasome hawa. Sitaki hawa waende mbele. Sitaki. Anaambia anyway, kama hutaki, tafuta nguo yake lete. Amen. Bahati mbaya sana. Yes. Nilikuwa na mtoto wa mjomba wangu mimi. Amen. Alikuja mpaka hapa nyumbani, wametokea Tanga. Yes. Huyu binti alikuwa nasoma. Amen. Shule ya sekondari. Yes. Huyu binti siku moja mjomba wangu mdogo akamtuma aende kwa mjomba yetu mkubwa ambako bibi anayemzaa mama anakaa hapo. Amina. Kwa sababu bibi alikuwa hana mtu wa kumsaidia. Yes. Sasa yule mjomba yetu mkubwa ameoa mwanamke ni mchawi. Sasa yule mama yule mtoto alivyoenda akawa anakaa pale anafanya kazi za pale. Sasa yule mama na yeye ni mchawi akaona kwamba huyu binti ana uwezo. Alichokifanya akaiba nguo ya ndani, akaiba t-shirt, akapeleka kwenye mapango huko. Ghafla mtoto akienda shuleni, akiingia tu kwenye mlango wa darasa na anaanguka chini. Mara haoni ubaoni, mara akishika kalamu anaanguka. Alisumbuka sana. Nikawa namfanyia maombi kupitia simu kule Tanga. Nikifanya maombi anainuka, anafanya kazi darasani. Siku nyingine hivyo. Siku moja nikasema nakuja huko sasa. Huko. Nikapanda gari. Nikaenda mpaka pale. Nilipofika tu aliponiangalia namna hii akapiga magoti. Ananitaja. Si kama anaita mwanangu, usiniumbue. Usiniumbue, mimi nitamwachia tu, usiniumbue. Naambia mimi sikujui wewe, jitambulishe. Tujuane kwanza. Tujuane wewe ni nani? Akasema mimi usiniaibishe. Tujuane. Wewe ni nani? Akasema akajitambulisha. Naambia wewe umefanya kwa huyu mtoto. Akasema huyu bwana mimi nimeona na nguvu, nimechukua nguo yake ya ndani na t-shirt yake. Umepeleka wapi? Huko kwenye mapango ya kwetu huko. Tumeona asisome huyu. Rudisha. Mtoto anapata shida darasani. Akiingia anaanguka. Hawezi kusoma. Mjomba analipa ada. Hii jambo baya sana. Sema wapigwe. Akakaa sawa. Akaenda form 2, form 3. Alipofika form 3, katikati kikawaka tena. Wachawi wana tabia ya kuloga. Halafu ukilogoa wanaangalia ulinzi umeisha, anakuja. Nikamwambia mdogo wangu, ili uwe salama uwe na Yesu. Sasa ujanja akiombewa akipona hataki Yesu tena. Nikamwambia bahati mbaya sana. Na mimi mwenyewe nilikuwa mzee wa nani. Mdogo wangu wewe muamini Yesu. Mimi si unanijua nilikuwa nani. Wewe muamini Yesu. Ujanja hataki. Alipofika form 4 ikawaka tena. Akasafirishwa na gari akaitwa nyumbani kwangu hapa. Alipokuja nimemkamata tena. Yuko mle ndani. Vipi? Akasema tumeamua na tumekamia. Hawezi kwenda huyu. Nikamwombea akafunguliwa. Nikamwambia mkiri Yesu wewe. Ili Yesu akusaidie. Mimi siko na wewe. Mimi niko huku da. Wewe uko Tanga. Bila Yesu huwezi wewe.
akamwambia akasema sasa nampokea Yesu. Kumbe amempokea kiujanja ujanja. Nakupokea Bwana Yesu ndani ya moyo wangu kiujanja ujanja. Akaenda Tanga. Alipokwenda Tanga, bahati nzuri akamaliza form 4. Alipomaliza form 4 hakufaulu. Akapangiwa kazi, akapata kazi nzuri sana Dodoma. Anafanya kazi Dodoma. Kufika Dodoma, kazi nzuri kabisa. Alipofika tu Dodoma, kiuno akifanya kazi. Alifanya kazi kwa bosi, kiuno kinazunguka kama baiskeli iliyo katika boya. Hawezi kufanya chochote. Bosi akasemaje, sasa mimi siwezi kukaa na mtu kama huyu. Akapakiwa kwenye gari, akarudishwa nyumbani. Ili asiende. Amefika nyumbani, amepona. Akatafuta kazi hapo Dar es Salaam Kariakoo. Kazi nzuri kabisa. Binti alikuwa analipa, binti ambaye hajasoma, hana elimu hivyo, analipa laki na elfu hamsini. Kwa binti ni hela nzuri analipwa. Ghafla Kariakoo hapo, mikono ifanye kazi. Kaenda nyumbani hapo wangu. Kaka. Nikamwambia safari hii kama unataka Yesu, nenda na mikono yako. Mpe Yesu maisha yako. Sasa bosi akamwambia, mbona akishika vitu mikono inalegea, sahani akishika inapasuka. Kwa nini? Kwa sababu wale wachawi wamekamia, hawataki. Tunahakikisha hafanikiwi. Kila kitu kishika kiwezekani, mikono inalegea kama mlenda. Akapoteza kazi hapo Kariakoo. Kwa nini? Mchawi amekamia. Bila Yesu. Bila Yesu. Hakuna mwenye ujanja. Hata hivi naongea juu ya wachawi na waganga. Kama si wapo tu wanisikia. Wanasikia wewe. Bila Yesu wanakunywa kama uji wa asubuhi. Wanasikia? Yaani hapa naongea hivi kwa kujidai. Naongea kwa kujidai namna hii. Kama sio Yesu. Kuna mchungaji mmoja mbabaishaji. Anaenda kuhubiri huko Sumbawanga. Ndio maana ukiwa kwenye ukoko kesa sawa. Ameenda kaanza kusimama. Wachawi ni viloboto. Ni chawa tu. Kumbe wapo pale. Wakasema wacha tu testi. Pasta yuko vizuri. Usiku akaenda kulala. Tujuane. Alipoamka asubuhi. Kaamka uchi na makaburini. Akafungasha Biblia yake. Akasema Sumbawanga sio kufanya injili. Karudi da. Hivi naongea hivi ni kwa sababu Bwana wa majeshi, malaika watakatifu, Roho Mtakatifu yuko pamoja na mimi. Jaribu na vigelegele viko wapi sasa? Ili ujue Yesu ni kiboko. Ili ujue Yesu ana nguvu. Jaribu. Kama unajua kipofu hapo, rusha kombola. Nasema tu uwe kipofu kwa muda kwa jina la Yesu. Tayari tunakupeleka nyumbani kwa kushika mikono. Na tukutoi kwenye hiyo kongo mpaka umpe Yesu maisha yako. Kwa hiyo wana niwaambie jambo. Pasipo Kristo, pasipo Yesu, huwezi kumshinda mchawi. Wewe soma visomo vyako unavyosoma. Bila Yesu huwezi. Wewe choma udi wako. Bila Yesu huwezi. Kwanza udi wenyewe na ubani ni chakula cha majini. Hapo. Pasipo Yesu, hakuna awezaye kushinda kabisa. Nyota zitaenda. Unaweza ukasema, mchungaji, mimi nisema tatizo, afya yangu iko vizuri. Ndio, ila nyota unayo? Hapo. Una nyota? Hapo. Au unafanya kazi kwa sababu tu mambo yaende? Mwambie mwenzako maisha ni nyota. Mwambie tena maisha ni nyota. Mwambie pasipo nyota hakuna maisha. Unahangaika tu. Ishu ni nyota. Sema nyota yangu njoo. Sema nyota yangu njoo. Sema mahali ulipo. Simama juu. Sema nyota yangu njoo. Tumeshiwezi karibuni hapa juu kwenye madhabahu. Njoo tusomie hapa. Natamani watu wasogee hapa. Kuna nyota kiwa zirejeza watu hapa. Kila aliyetakiwa kwenda kufanya biashara ambaye amefungwa lazima leo nyota irejee. Hii kitu ningetamani kufundisha muda mrefu. Ninayo maandiko mengi ya kufundisha. Nina evidence za kutosha kwenye Biblia zinazoongelea juu ya nyota. Lakini sasa muda haututoshi. Lakini anyway, kesho saa 10 ninakupa viwanja hivi tena. Kwa hiyo nawapa taarifa na wale wenzetu wa Ushanyungo ili kama wanaweza kuzuia wakiweza wazuie ili isifanyike kesho, lakini najua kabisa hakuna kunizuia mimi hapa. Kinizuia mimi mmemzuia Yesu, tutaangalia ama ukiweza kumzuia Yesu umeshinda. Haleluya. Sema nyota yangu njoo. Sema nyota yangu njoo. Sema nyota yangu njoo. Dada, wewe dada. Umepona?
Ngoja tu shuhuda. Subiri, mambo ya siri sawa. Kabisa umepona? Nimepona. Unaongea ukweli unatania? Sitaki unifariji. Ile ngoma imechukua muda gani? Nilipoamka leo asubuhi nakuta niko safi. Uliumwa kwa muda gani? Miaka yani kama tokea mwaka jana. Hebu mpe mic basi. Hebu mpe mic. Hebu mpe msikilize. Alikuwa anaishi uzito huo. Toka Siwe. Amen. Yaani mimi nilianza kuumwa tokea mwaka. Ile issue usiongee ule ugonjwa. Wewe usiongee. Wewe ongea tu. Uliumwa toka mwaka gani? Mwaka jana. Mwaka jana. Mwezi wa ngapi? Mwezi wa 4. Ulianza kuumwa. Na haijaacha ile mpaka. Haijaacha mpaka sasa hivi. Jana? Jana ile mpaka yani tokea asubuhi nilipoamka mpaka sasa hivi nipo safi kabisa. Siombe Yesu. Yaani Mungu asifiwe. Toka mwaka jana unafikiri mchezo? Najua tu. Mimi najua Yesu ashafanya. Ila mtaweza kasikia aibu. Unashukuru Mungu na haumwi tena milele. Toka mwaka jana hiyo ishi nasumbua. Jambo zito kabisa. Yaani tupo wote mpaka Jumapili mpaka siku zote nipo kanisani kwetu. Chukua maiki. Ongeza makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Yes. Kuna mambo mengine ni asili, ndio maana tunaongea kwa mafumbo. Kuna mambo mengine ni asili, tunaongea kwa mafumbo. Lakini nakwambia toka mwaka jana mwezi wa ngapi? Wa 4. Jambo halijaacha. Halafu dakika 0 tu yani dakika 0 tu yani. Kirahisi hivi yani. Si umpe Yesu makofi sasa jamani. Wewe usiondoke, tuona. Yes. Hivi tu. Hebu sema leo napona kirahisi sana. Sema nyota inarudi kirahisi sana. Sema kibali kinarudi kirahisi sana. Sema neema ya Mungu inakaa juu yangu leo. Sema mchawi aliyeiba nyota, mganga aliyeiba nyota, leo lazima arudishe kwa mkono wa Yesu Kristo na malaika wake. Leo vyungu vitapasuka, chupa kitapasuka, kaburi litaachia. Sema nyota njoo. Ngoja Pastor Yohana kuongoze maombi ya toba alafu nitaomba. Waongoze msamaha. Waongoze maombi ya msamaha. Ngoja kuongoza maombi ya msamaha kwa sababu jambo lolote ili tutoe uhalali wa ibilisi. Tukiomba msamaha kazi yake. Kuna wakati mwingine unakuta kuna mambo umeyafanya wewe yakafanya mchawi apate nguvu juu ya maisha yako. Tukiomba msamaha kwa Mungu tunaondoa uhalali wa ibilisi. Tukishauondoa tunamwambia sasa shetani, majini mliotumwa, Subiani, Makata, Maimuna, Kisisina, Ada. Yes. Karibu. Weka mikono yako juu. Kila mmoja weka mikono yako juu. Ishara ya kusalenda mbele za Bwana. Ni ishara ya kumwambia Bwana Yesu, mimi si lolote, mimi si chochote, fanya lolote utakalo kwenye maisha yangu. Amen. Hiyo ndio maana ya kuweka mikono juu. Funga macho yako kwa imani kabisa, ukiwa unaamini Bwana Yesu yuko mahali hapa na anaingia ndani yako na unamruhusu anafanya operation ndani yako. Fuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, siku hii ya leo, nipo mahali hapa. Ni wewe Bwana Yesu. Ni wewe Bwana Yesu. Uliyenipa neema hii. Uliyenipa neema hii. Ya kusimama. Kwenye viwanja hivi. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninanyenyekea. Mbele za uso wako. Ninaomba msamaha. Kwa ajili ya yale yote. Niliyoyatenda. Kwa kujua. Ama kwa kutokujua. Ninaomba unisamehe. Kwa damu ya Yesu. Ninaomba rehema. Kwa damu ya Yesu. Yale yote. Niliyoyaendea. Kwa kuwaendea waganga wa kienyeji. Ninaomba unisamehe. Leo nimetambua ya kwamba hao hawafai. Wa kutegemewa ni wewe peke yako. Bwana Yesu. Karibu ndani ya moyo wangu. Ufanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu. Ninakuruhusu sasa. Tawala maisha yangu. Tawala moyo wangu. Tawala
nafsi yangu. Tawala nafsi yangu. Tawala mwili wangu. Tawala mwili wangu. Ninaondoa hatia. Ninaondoa hatia. Kwa njia ya dhambi. Kwa njia ya dhambi. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ile damu ya Yesu. Ile damu ya Yesu. Inisafishe kabisa. Inisafishe kabisa. Initakase kabisa. Initakase kabisa. Siku hii ya leo. Siku hii ya leo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninauchovya mwili wangu. Na uchovya mwili wangu. Ndani ya damu ya Yesu. Ndani ya damu ya Yesu. Kuanzia utosini. Kuanzia utosini. Mpaka kwenye nyayo. Mpaka kwenye nyayo. Za miguu yangu. Za miguu yangu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Ianze kutamka mema. Ianze kutamka mema. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Itamke ushindi. Itamke ushindi. Itamke ukombozi. Itamke ukombozi. Siku hii ya leo. Siku hii ya leo. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakushukuru. Ninakushukuru. Kwa kunikomboa. Kwa kunikomboa. Ninakushukuru. Ninakushukuru. Kwa kuwa wewe. Kwa kuwa wewe. Unakaa ndani yangu. Unakaa ndani yangu. Na upo ndani yangu. Na upo ndani yangu. Sasa hivi mimi nimekombolewa. Mimi nimekombolewa. Mimi nimekombolewa. Ewe shetani. Ewe shetani. Enyi mapepo. Enyi mapepo. Mimi ni mali ya Yesu. Mimi ni mali ya Yesu. Mimi sio wa kwenu tena. 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 Enyi waganga. Enyi waganga. Mimi sio mteja wenu tena. Mimi sio mteja wenu tena. Mimi ni mali ya Yesu. Mimi ni mali ya Yesu. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Kwa mamlaka. Kwa mamlaka. Ya jina la Yesu. Ya jina la Yesu. Yeyote yule. Yeyote yule. Aliyeshikilia. Aliyeshikilia. Nyota yangu. Nyota yangu. Yeyote yule. Yeyote yule. Aliyeshikilia. Aliyeshikilia. Maisha yangu. Maisha yangu. Kwa njia ya uchawi. Kwa njia ya uchawi. Siku ya leo. Siku ya leo. Ninamlazimisha. Namlazimisha. Kwa mamlaka. Kwa mamlaka. Ya jina la Yesu. Ya jina la Yesu. Achia maisha yangu. Achia maisha yangu. Achia maisha yangu. Achia maisha yangu. Achia nyota yangu. Achia nyota yangu. Achia nyota yangu. Achia nyota yangu. Yeyote yule. Yeyote yule. Anayetumia. Nyota yangu. Nyota yangu. Kufanya biashara. Kufanya biashara. Yeyote yule. Yeyote yule. Anayetumia. Nyota yangu. Kufanyia kazi zake. Leo hii. Ninamlazimisha. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achia nyota yangu. Achia nyota. Achia nyota. Achia nyota. Nyota ya kibali. Nyota ya kibali. Njoo. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nyota ya fedha. Nyota ya fedha. Nyota ya baraka. Nyota ya baraka. Nyota ya mafanikio. Nyota ya mafanikio. Ninaiagiza. Naiagiza. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nyota yangu njoo. Nyota njoo. Nyota yangu 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 njoo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yeyote yule. Yeyote yule. Aliyefunika. Nyota yangu. Nyota yangu. Kwa uchawi wake. Kwa uchawi wake. Ninapasua. Ile chungu. Kilichofunika. Nyota yangu. Nyota yangu. Leo nakipasua. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yeyote yule. Aliyeiweka. Nyota yangu. Kwenye kilinge. Ninauwasha moto. Kwenye kilinge. Kiwake moto. Kwa jina la Yesu. Yeyote yule. Aliyeiweka. Nyota yangu. Makaburini. Kwa jina la Yesu. Nauwasha moto kwenye makaburi yale. Kwa jina la Yesu. Nyota yangu njoo. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nyota ya kinywa. Nyota ya kinywa. Nyota ya uso. Nyota ya uso. Nyota ya ndoa. Nyota ya ndoa. Nyota ya biashara. Nyota ya biashara. Nyota ya kazi. Nyota ya kazi. Ninaiagiza. Naiagiza. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nyota yangu njoo. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nyota yangu njoo. Nyota yangu njoo. Nyota yangu njoo. Nyota yangu njoo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yeyote yule aliyechukua nafsi yangu ameiweka makaburini. Ninaagiza kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nafsi yangu njoo. Nafsi yangu njoo. Akili zangu njoo. Akili zangu njoo. Akili zangu njoo. Akili zangu njoo. Ufahamu wangu njoo. Ufahamu wangu njoo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yeyote yule aliyechukua uzao wangu kwa njia ya ndoto. Kwa njia ya uchawi. Ninaagiza kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Njoo. Nyota yangu 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 njoo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tulia kimya, weka mikono yako juu sasa. Weka mikono yako juu sasa. Bwana Yesu anataka kurudisha nyota yako. Yale majini
yaliyowekwa ndani yako ya kushikilie, ili usifahamu kwamba nyota huna, ili aendelee kukuinamisha, ili aendelee kukushikilia, uendelee kuona uko sawa, lakini nyota yako haipo. Wengine wako hapa lakini nyota zinafanya kazi Kariakoo. Uko hapa lakini nyota yako iko Kilingeni, uliacha siku uliyokwenda. Uko hapa lakini tumbo lako kuna mtu analitumia kuzimu, kuzalishia watoto wa kuzimu. Weka mikono yako juu sasa. Yesu yuko mahali hapa. Moto wa Mungu uko mahali hapa. Usizuie nguvu ya Mungu. Ukianza kusikia nguvu ya Mungu inaingia ndani yako, usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Usiufanye moyo wako kuwa mgumu, hautafunguliwa. Funga macho yako sasa, niombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, kwa uweza na mamlaka uliotupa, ninaamuru kuanzia sasa, ewe Kisabi sikia, ewe ulimwengu wa roho, dunia yote kwenye ulimwengu wa roho, mtu yeyote aliyeko hapa, ninausemesha ulimwengu wa roho, ulimwengu wa kuzimu, ulimwengu wa majoka, ulimwengu wa waganga, ulimwengu wa mizimu, sikia sasa kwa jina la Yesu. Huu ni wakati wa kuachia watu hawa. Ninaagiza kwa jina la Yesu, yeyote ambaye yuko hapa nyota yake haipo, yeyote ambaye yuko hapa nyota yake iko kwenye biashara ya mtu, ninaagiza kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ewe jini uliyekaa ndani ya mtu ili kumshikilia asitambue ya kwamba nyota yake hamna, ewe joka uliyekaa ndani yake ili kumzuia asipige hatua, ninaagiza kuanzia sasa, yeyote ambaye yuko mahali hapa nyota yake haipo, ninauwasha moto, ninauwasha moto. Ewe jini, ewe joka, ewe mchawi bibi, ewe mchawi shangazi, ewe mchawi mgomba uliyechukua nyota na kunasa mahala popote ulipokaa kwenye ulimwengu wa roho, na kukamata, na kukamata, na kukamata kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu, na kunasa haraka kwa moto. Yeyote aliyeko moto ambaye nyota yake anao bibi yake, ninamnasa bibi yako aliko, na mnasa aje hapa arudishe nyota. Yeyote yule ambaye yuko hapa nyota yake ipo kwa mganga wa kienyeji, ninamnasa yule mganga arudishe nyota. Ninamlazimisha rudisha nyota, rudisha moto, rudisha nyota, rudisha nyota. Ewe mwanamke, ewe mwanaume, rudisha nyota, rudisha nyota. Nyota njoo, nyota njoo kwa jina la Yesu. Njoo kwa jina la Yesu. Ninauwasha moto wewe. Moto unawaka. Ninaamuru kila jini aliyekamata maisha ya mtu huyu aanze kuungua moto. Kila joka aliyekaa ndani yako aanze kuungua moto. Kila mchawi mwanamke, kila mchawi mwanaume aliyeshika maisha yako aanze kuwaka moto, aanze kuteketea, aanze kuteketea. Nyota zirudishwe, nyota zirudishwe, nyota zirudishwe, nyota zirudishwe kwa jina la Yesu. Achia nyota, achia nyota, achia nyota, achia nyota. Na washa moto, achia nyota, achia nyota, achia nyota. Nyota ya ndoa, nyota ya fedha, nyota ya baraka, nyota ya mafanikio. Achia nyota, achia nyota, achia nyota haraka, achia nyota haraka kwa jina la Yesu Kristo. Iliyokamata miguu mnaachia leo, mnaachia leo kwa damu na moto, kwa damu na moto. Tunatuma radi kwenye mapango, tunatuma radi kwenye vilinge, tunatuma moto kwenye mito, tunatuma moto kwenye mashamba, moto kwenye viduka, moto kwenye vilinge, moto moto unapita, moto unapita, unakamata kila madini yaliyokamata nafsi za watu kwa moto leo, kinapigwa leo, kinapigwa leo. Mliokamata miguu, mliokamata matumbo, mliokamata fahamu, mliokamata akili, leo moto, moto unapita, moto wa roho unapita, unapita kwenye mito, unapita kwenye viduyu, unapita kwenye viungu, moto unapita, moto unapita, moto wa roho, moto wa roho, wa Roho Mtakatifu hauzuiliwi. Huo moto unapita sasa, unalamba kila makao ya kipepo, kila nafsi iliyokamatwa inaachiwa, inaachiwa kwa moto wa roho, kwa moto wa roho. Huo moto unapita, hiyo radi inapita, hiyo radi ya moto inapasua vito vya majoka, vito vya majoka
vinapasuka kwa huo moto, vinaharibiwa kwa huo moto, vinaharibiwa kwa huo moto, kwa damu na moto, kwa damu na moto, kwa damu na moto. Hali zinachomwa kwa moto, hali zilizokamata nyota inawaka moto kwa moto wa Roho, tunateketezwa hiyo miti iliyowekwa kwa ajili ya kulinda nyota za watu na kufilisi na biashara zako zote. Moto wa Roho unapita, huo moto wa Kristo unapita, moto wa Roho, moto wa Roho, kwa damu na moto, kwa damu na moto, kwenye makaburi moto unapita, kwenye viungu moto unapita, kwenye mashamba moto unapita, kwenye vilinge moto unapita, moto wa Kristo, moto wa Kristo, huo moto unapita, unakata kila kamba, kamba za kuzimu, kamba za mauti, kamba za kuzuia, kamba za kuzuia maendeleo, kamba za kuzuia mafanikio, kamba za kuzuia waliokamata maisha yako, vinakatika leo, vinakatika leo, vinakatika achia maisha yake kwa damu na moto, achia maisha yake haraka, upanga wa moto achia maisha yake ya uchumi, achia maisha yake ya fedha, kamba za mauti kwa damu ya Yesu. Na ikomboa mikono hii, kwenye matumbo, mikono hii kwa damu ya mwana kondoo, na ikomboa mikono yako kwa jina la Yesu. Yeyote yule anayetumia mikono yako kufanya biashara, anayetumia mikono yako kufanyia kazi zake, leo namlazimisha achie mikono, achie mikono, mikono yake kwa jina la Yesu. Kwenye maji tunawasha moto, kwenye milima tunawasha moto, kwenye mapango tunawasha moto, kwenye mapango moto wa Roho, nyota za watu zinaachiwa leo, zinaachiwa leo, zinaachiwa leo, kwenye mapango zinaachiwa leo, njia panda zinawashiwa leo, kila mahali tunapitisha damu ya Kristo, tunapitisha moto wa Kristo kwenye mabonde, moto unapita kila mahali, moto unapita kwenye miti, moto unapita kila mahali, moto wa Roho, moto wa Roho, damu ya ukombozi wa Yesu Kristo, damu ya ukombozi ya Yesu Kristo inapita leo, inapita leo, fahamu zilizokamatwa, fikra zilizokamatwa, katarabara kesekereba, uliyechukua nyota na kuteketeza kwa moto, kila magonjwa yaliyoandikiwa leo yanaachiwa, leo yanaondoka, magonjwa ya kutengenezwa, vifo vya namba vinapigwa kwa moto, vinapigwa kwa moto, kwa damu na moto, kwa damu na moto, kwa damu na moto, namba fedha ulizopata kwa kutumia nyota ya mama huyu, leo nazifilisi zote, tunakata moro, tunazichoma kwa moto, na kufilisi nyumba, na kufilisi majumba, hizo namba za giza, hizo kazi kuanzia sasa hivi umepata kazi kwa sababu ya nyota ya mama huyu, leo kunyang'anya giza kwa jina la Yesu, leo zinateketea leo kwa moto wa Kristo, kwa moto wa Kristo, kwa moto wa Bwana unapigwa, wachawi wote wanakamatwa leo, unakamatwa leo, majini yote na nyongo leo, na fyeko leo, kwa upanga wa moto, kwa upanga wa moto, kwa upanga wa moto, huo moto hauzuiliwi, huo moto hauzuiliwi, unapita kila mahala, unapita kwenye miji ya kipepo, miji ya kichawi, tunapitisha moto, tunawasha moto, kisami moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka kwenye madari ya kipepo, natuma moto hapo kwenye dari ya kishetani, natuma moto kwenye makapeti ya kipepo, kwenye ulimwengu wa roho tunatuma moto, tunawasha moto kila mahala zilipokamatwa nyota, kupitia kucha, kupitia nywele, kupitia nguo, kwa mamlaka ya Kristo tunaamrisha moto, tunaamrisha moto, tunaamrisha moto, achia nyota, achia nyota za mwanamke huyo, achia nyota ya kijana huyo, achia nyota ya mwanamume huyo, kwa damu ya Yesu, 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 kila mahali tunafanya msako, tunafanya msako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ana nyota ya kusaidiwa na watu, lakini nyinyi mmeifunika, mmefunika usiwake, mmefunika usionekane. Haraka sana, achia leo, achia leo,
achia leo. Huyu ana nyota ya Natuma moto, kufanikiwa. natuma moto, Ana nyota ya natuma kusaidiwa na moto. watu. Hiyo Lakini nyota nyie ya kuvuta, mmemfunikiza hiyo asionekane. nyota ya Mmemfunikiza kibali asionekane. leo naachiwa, Nawapisha kwa leo moto. naachiwa, Roho Mtakatifu, leo naachiwa, haraka sana. leo naachiwa. Achia nyota. Nyota ya Fungua kibali, moto. Achia nyota ya nyota. kibali, Achia nyota. nyota ya Achia kibali, nyota. nyota ya Ewe kibali, kifuniko nyota cha ya kuzimu mfuniko, uliyekaa juu yake, nyota ya uliyefunika nyota yake inarejeshwa, na kulipua moto. inarejeshwa, Waka moto. inarejeshwa, inarejeshwa. Teketea. Nyota moto, Moto. inarejeshwa Moto. kwa moto, Moto. kwa moto, Moto. kwa moto, Moto. kwa Moto. moto, Moto kwa kwa Yesu. moto. Huo moto, huo moto Ninakumaliza. umefika Ewe uliyechukua kwenye nyota mahali yake na kuifunika. ulipowaka, Ninakufyeka ulikokaa kwa upanga wa makao, Roho Mtakatifu. makao yanaharibiwa, yanaharibiwa, Una mamlaka ya kutoa yanaharibiwa, mipango tena. yanaharibiwa, Kwa jina la Yesu. yanaharibiwa, Uende kuzimba tena. yanaharibiwa kwa Usikie moto ndani yako wa Roho tena. Kwa damu ya Mtakatifu, Yesu Kristo. kwa moto Nakurudishia wa Roho nyota Mtakatifu, binti. kila Pokea mahali nyota yako. moto Uwe unawaka, sawa. moto Na uwe unawaka, huru. moto Kwa unawaka, damu ya Yesu. moto unawaka, Amen. moto unawaka, Binti. moto unawaka, moto unawaka. Majoka ya bahari, majoka ya bahari yanapigwa kwa huo moto, majoka ya kwenye miti, majoka ya kwenye mapango, majoka ya kwenye ardhi yanakatwa, katwa kwa moto, katwa kwa moto, katwa kwa moto, katwa kwa moto, katwa kwa moto. Ila magonjwa ya kutengenezwa, moto unawaka, 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 moto unawaka. Kamatwa wewe, wewe, wewe kijana uliyekaa kwenye unga kwa moto, 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 teketea, 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 teketea. Wanadamu uliyekaa ndani kwa moto, moto roho, moto roho, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia nyota, toka achia nyota, toka achia uzima, toka achia afya, toka achia akili, achia fahamu, achia kwa moto, achia kwa moto. Tunakuapisha kwa damu na moto, kwa damu na moto, kwa damu na moto, kwa damu na moto, kwa damu na moto. Uliyekaa kwenye kisiwa, uliyekaa kwenye kisiwa, tunakuwashia moto, moto unawaka, moto unawaka. Uliyekaa kwenye miguu, uliyekaa umekalia matumbo ya wanawake, toka achia, toka achia, toka achia. Uliweka makao kwenye tumbo la mwanamke huyu, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia. Kwa moto wa Roho, kwa moto wa Roho, toka achia, toka achia. Uliyekaa kwenye miguu, toka achia. Uliyekaa kichwani, toka achia. Tunapelesha moto, tunapelesha moto, tunapelesha moto. Uliyekaa kwenye kichwa, toka achia, toka achia, toka achia. Chini, chini mahaba, toka achia. Pigwa kwa moto, pigwa kwa radi, pigwa kwa radi, pigwa kwa radi, pigwa kwa radi. Moyo ya mawe, mikojo yenu, pigwa kwa radi ya moto, pigwa kwa radi ya moto, pigwa kwa radi ya moto. Uliyekaa kwenye kizazi, pigwa kwa moto, pigwa kwa moto, kwa radi ya moto, kwa radi ya moto. Nakarabaraba, nakarabaraba, nakarabaraba. Sambaratika, sambaratika. Achia maisha watu, achia nyota, achia uzao, achia biashara, achia ufugaji, achia kilimo. Kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Nyayo zilizokamata, achia nyayo, achia miguu, achia hatua, achia kuota, achia matumbo, umekamata tumbo la uzazi, toka achia bibi, toka achia baba, toka shangazi, achia, toka mama mdogo, toka mama mdogo. Pigwa kwa moto, 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 pigwa kwa moto. Leo ni leo, leo ni leo, leo ni Yesu, leo ni leo. Watu waka, watu waka, watu waka, watu waka, watu waka. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tumepewa mamlaka ya kufungua iliyofungwa, akili iliyofungwa, biashara iliyofungwa, iliyofungwa inaachiwa leo, inaachiwa leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuwafuatilia uliofuatilia uzao juu ya binti, juu ya mwanamke, achia, achia,
familia kwa jina la Yesu. Uzao juu ya familia hii toka tea, achia uzao, achia uzao, achia afya, achia afya, kwa moto wa Roho, kwa moto wa Roho, kwa moto wa Roho, kwa moto wa Roho. Leo ni leo, leo ni leo, tunapita kila mahali, tunapita kwenye vibuyu, tunapita kwenye vibuyu. Pasuka, pasuka, pasuka kwa moto, teketea kwa moto, teketea kwa moto, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunagarama, tunapetesha moto kwenye merogoma karaba shekerebo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mlete mtoto hapa, sogeze hapa, sogeze hapa, sogeze hapa. Huyu hapa okay. Kachawi yaka wanakausha usiku kwa damu ya mwana kondoo. Navunja mihuri ya kichawi, navunjika. Antena za kichawi zinakatika, minara ya kichawi inakatika kwa mtoto huyu, inakatika. Na kivunja kile kiti cha kifalme kinapasuka, na ichoma moto fimbo ya kifalme, inachoma moto ile fimbo ya ukuu ya kichawi, inachoma moto aliyokabidhiwa, inachoma moto. Namtoa kwenye kilinge, inatoka. Namtoa kwenye kilinge, anatoka. 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 Na ichoma moto ile fimbo ya ukuu, inawaka. Ile fimbo ya ukuu, inawaka. Ile fimbo ya ukuu, inawaka. Ile fimbo ya ukuu, ile fimbo ya ukuu, ile fimbo ya ukuu, inawaka. Na ichoma moto, inawaka. Na ichoma moto, naichoma moto, naichoma moto, naichoma moto. Fimbo ya ukuu, fimbo ya ukuu inaifuta mihuri, mihuri ya kichawi aliyopigwa, nembo ya kichawi inaifuta kwenye nembo ya ndoa, inamtoa kwenye kiti, kwenye kiti cha ukuu. Sema mtoto leo na kufutia mihuri ya kichawi waliokuwekea, naifuta mihuri ya kichawi. Nachoma fimbo, fimbo ya ukuu. Nafunga wasaidizi wako wote, kila misaada ya kichawi toka mahali popote. Nafunga misaada ya kichawi toka mahali popote, misaada ya kichawi. Anza kufunga misaada ya kichawi. Kuna misaada wanaituma ya kichawi. Nafunga misaada ya kichawi. Mtoto anakuondoa kwa jina la Yesu Kristo. Mtoto anakuondoa. Nafunga misaada ya kichawi. Misaada ya kichawi yote ninaifunga, ninaifunga kuanzia leo. Tunakuondoa kwenye kilinge, kwenye kiti cha kimalikia, ule ukuu uliokuwekea kwa ufuta, nembo ya kichawi, alama ya kichawi, fimbo ya kichawi, mihuri ya kichawi, siri za kichawi, vyombo vya kichawi, ule ukuu uliokuwekea na kufutia namba ya cheo cha kichawi, namba ya cheo cha ukuu kwa jina la Yesu. Mtoto njoo, mtoto njoo, mtoto njoo, mtoto njoo, mtoto njoo. Anza kuwapiga, anza kuwapiga waliokushikilia wote, anza kuwapiga wote, piga wote waliokushikilia, piga wote, piga wote waliokushikilia na kugeuza kwa silaha. Wapige wote, piga wanaume, piga wanaume, piga mtoto, piga mzee, piga wote, piga wote, piga wote, piga wote, piga wote. Pasuka, 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 pasuka kwa moto. Haya, kwa moto. Wakuu wote wa anga, wakuu wote wa anga wamekamata wote, wamekamata wote kuanzia sasa. Nafunga nguvu zako zote, nafunga mamlaka yako yote, nafunga nguvu zako zote, nafunga mamlaka yako yote, nafunga nguvu zako zote, nafunga mamlaka yako yote, nafunga nguvu zako, nafunga mamlaka yako kwa damu ya mwana-kondoo, nafunga nguvu zako na mamlaka yako yote, naifunga kwa jina la Yesu. Tunafunga kwa jina la Yesu. Tunafunga watu wote, watu wote, sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Watu hawa tunawaondoa, watu hawa tunawaondoa kwenye kilinge cha kichawi, kwenye vilinge vya kichawi. Tunafuta mihuri ya kichawi, tunafuta mihuri ya kichawi, nembo za kichawi, nembo za kichawi, alama za kichawi, alama za kichawi, saini za kichawi, saini za kichawi. Sema tunazifuta, zinafutika kwenye paji la uso, kwenye paji la uso, kwenye mikono yao, kwenye mikono yao, alama ya nyoka, alama za nyoka, alama ya nge, fimbo ya ukuu, fimbo za ukuu. Sema fire, sema fire, sema fire. Subiri, mwachi. Mtoto unaitwa nani? Narejesha akili yako na ufahamu wako kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Uko chini ya mateka na nguvu zote zimetekwa kwa damu ya mwana-kondoo. Nafungua akili yako na ufahamu wako kwa jina la Yesu. Wote waliokufunga njia panda makaburini na kuita. Amekuja nani mtoto? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Huyu ndiye mshika hapa, ndo nani? Huyu anaitwa nani mtoto? Anaitwa Aileen mwanangu. Sema njoo Aileen.
Sema njoo. Njoo. Sema njoo. Njoo. Sema njoo. Njoo. Sema njoo. Sema njoo. Njoo. Ailini na kuita mahali popote ulipokushikilia. Kamata huyo. Kamata huyo, kamata huyo. Kamata huyo. Kamata, kamata, kamata. Kamata. Kamata huyo. Ailini njoo. Sema njoo. Sema njoo. Tunafunga nguvu zote. Anaitwa nani huyo hapa? Za kipepo. Anaitwa nani huyo hapa? Tunafunga nguvu zote. Anaitwa nani huyo hapa? Za wakuu wa giza. Kwa Anaitwa nani huyo jina la hapa? Yesu Kristo. Tunafunga kwenye anga. Tunafunga kwenye nchi. Tunafunga kwenye maji. Kwa mamlaka Halima, kuanzia sasa na kutoa msukuleni, mwachie huo mkono. Ninamuona mahali pa mti. Mtoto huyu yuko kwenye mti. Sasa hivi namuona kwenye mti huyu mtoto. Kuanzia sasa na udhibiti ulimwengu wa kiroho. Namuona kwenye mti. Ninawaona walinzi waliomshikilia. Kuanzia sasa kama nilivyomshika na mgeuza kuwa silaha. Anza kuwapiga wote. Piga wote waliokushikilia. Anza kuwapiga. Anza kuwapiga. Anza kuwapiga. Anza kuwapiga. Piga wote, piga wote. Piga wote, piga wote. Piga wote. Piga wote. Waliokushikilia Halima, wapige. Piga wote. Piga wote. Halima njoo, Halima njoo. Anza kuwapiga. Anza kuwapiga. Naipeleka nuru. Naipeleka nuru. Anza kuona njia. Njoo malaka. Njoo Halima njoo. Halima njoo, njoo, njoo. Njoo Halima. Njoo Halima. Tulia, tulia, tulia. Ninakuamuru Halima, uje na akili yako na ufahamu wako. Wote waliokushikilia nimewapiga radi ya moto kwa jina la Yesu. Naifuta namba ya kichawi, namba ya kichawi, mhuri wa kichawi, alama ya kichawi kwa damu ya mwana kondoo. Jicho la nyoka linapasuka, pasuka, 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 pasuka. Jicho la nyoka linapasuka, gamba la nyoka linapasuka. Na kuita njoo, 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 njoo yaka, njoo yaka kwa jina la Yesu. Narejesha ufahamu wako na akili yako. Hawatakuona kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Sema watote amen. Wewe unaitwa nani? Halima, ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi Halima? Ninaamuru akili yako irejeshwe kwa jina la Yesu. Ulikuwa wapi? Ongea lako, ulikuwa wapi? Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninarudisha kumbukumbu zote na yafungua macho aone pale alipokuwa ameketishwa kwa damu ya mwana kondoo. Funguka! Funguka! Ulikuwa wapi? Ulikuwa jana wapi? Yes, kwa kwenye mti. Kwa hiyo kwenye mti. So, unawajua waliokuwa wamekushikilia kwenye mti? Unataka kuwajua? Unataka wajue? Unataka wajue? Jamani, awajue asiwajue? Ni hapa hapa. Baba, ninayafungua haya macho katika jina la Yesu. Nataka waone wale wote aliokuwa wamemshikia kwenye mti, wanawake kwa wanaume. Enyi wanawake na wanaume wachawi mliojivalisha maumbo bandia, ninawavua hayo maumbo bandia, muonekane dhahiri kwa jina la Yesu. Funguka! Amen. Amen. Funguka. Unawaona? Funga macho, funga macho. Funga macho hivyo hivyo. Ninaamuru yafunguke macho yaone sasa hivi. Uwaone wote kwa sura zao. Waonekane wote sasa hivi. Amen. Funga macho. Funga macho. Umeona? Usiwe na woga. Usiwe na woga. Naamuru roho ya kijasiri ndani yako. Usiwe na woga. Leo kumekucha. Umeona? Umewaona? Subiri. Umewaona? Umeona? Mwanamke ni mwanaume. Ni mmoja, ni mwanaume ni mwanamke. Mwanaume amekushikilia. Sema apigwe! Sema fire, 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 fire. Sema fire, fire, fire. Kuanzia leo na kufarakanisha na huyo mwanaume anayeshikilia maisha yako kwa jina la Yesu Kristo, na kugeuza kuwa mkuki wa vita hata kuweza kuanzia leo katika jina la Yesu, na kigeuza kitanda utakacholalia na nyumba utakaolala. Kuanzia sasa malaika wazunguke maisha yako katika jina la Yesu. Narudisha akili walizoziba. Yeah. Sasa nimeelewa. Yes. Eti hata wataka kuwaozesha kwenye jini. Yes. Sasa kwa jini. Mama yuko hapa. Wataka kuwaozesha kwenye jini hapa. Na huyu ndiye aliyekuwa mshirika. Ndio nilichokuwa naona kwenye mtu aliyomshikilia. Sema ewe jini mahaba. Ewe jini mahaba. Sema fire. Fire. Sema fire. Fire. Sema fire. Fire. Sema fire. Fire. Weka mkono wako. Kila mwenye jini mahaba hapa, kitaka kiwake sasa. Weka mkono juu. Weka mkono juu. Ninaamrisha kwa damu ya mwana kondoo. Kila aliyesimama hapa mwenye jini mahaba. Sobiani. Makata. Maimuna. Jini mahaba.
bangili za kichawi, Ndio. bangili za kijini, Ndio. pete za kijini, Ndio. watoto wa kijini, Ndio. mimba ya kijini, Ndio. ninawasha moto, Ndio. ninawasha moto, nawasha moto, mimba ya kijini, mimba ya kijini, inawaka moto, inawaka moto, inawaka moto, inawaka moto, inawaka moto, sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi. Subiri, wanazilika, 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 wanazilika. Mimba ya kijini, naiona mimba ya kijini, hii hapa, hii hapa, inazilika sasa hivi. Mimba ya kijini, hii hapa, mimba ya kijini, hii hapa, mimba ya kijini, inapasuka sasa hivi. Kuna mimba ya kijini hapa, ameolewa na chini huyo, mimba ya kijini inapasuka. Watoto wa kijini wote wa jinini wanapewa radi, watoto wa kijini, watoto wa kijini wanazilika kila mahali, kila mahali wanazilika. Watoto wa kijini, watoto wa kijini, fire, 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 Moto kila mahali. Sasa mimba za kijini, Mimba za kijini zimekufa, zinakufa. mtoto na kutenganisha na mume wa kiroho. Yule jini anayekutokea ndotoni, kuanzia leo ninakufukuza. Namvua pete za ndoa, nazivua pete za ndoa, nazivua pete za ndoa kwa damu ya mwana kondoo. Mikufu ya ndoa naivua, heleni za ndoa, bangili za ndoa, vikuku vya ndoa na kuvua shanga za ndoa, vyote kwa damu ya mwana kondoo na kuandika huru. Kuanzia leo narudisha sura yako salama na kutolea uso bandia, sura bandia kwa jina la Yesu. Sema watoto amen, 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 amen. Mwamshe huyu mfalme hapa, mwamshe kwenye kiti cha kimalikia. Rakatima na mayani. Sema fire. Fire. Kwa namna ya rohoni ninakuja mahali mtoto aliko, mahali popote ulipo ninakuja. Naondoa fungu la kishetani, naondoa wigo wa kipepo. Narudisha mtoto akili yako, narudisha ufahamu wako na kutoa kwenye nyumba ya kishetani kwa jina la Yesu Kristo. Naiona alama uliyowekewa ya kisu, alama ya kisu, alama ya kisu, alama ya kisu, alama ya kisu. Rabakatira mashakati rebo bariabayana, alama ya kisu naiona inafutika. Mtoto anaondoka leo, anaondolewa kwenye zile kamati za kishetani. Aufuta usingizi wa kichawi, uzito wa kichawi, joka aliyekuwa amekumeza mpaka kiunoni. Funguka! Narejesha akili yako na ufahamu wako kwa jina la Yesu, amen. Mwachi, simama vizuri. Unaitwa nani mtoto? Unaitwa nani? Ailini, ulikuwa unajiona uko wapi? Unataka ujue? Baba, ninaamuru macho ya mtoto huyu yafunguke na aone kule alikokuwa mtoto huyu Ailini kwa jina la Yesu. Ninaondosha ukuta, naondosha viambaza, naondosha belia. Ailini, ona, ona, ona kwa jina la Yesu, amen. Tayari. Fungua macho, fungua macho Ailini, usiogope. Usiogope mtoto mzuri. Unaona nini? Umeona wapi? Narejesha kumbukumbu zote kwa jina la Yesu, amen. Unaona wapi? Auoni? Auoni? Funga macho. Ninaamuru kwa jina la Yesu uyaone yote kuanzia sasa hivi. Macho yako ya kiroho yafunguke na uone. Funguka. Amen. Unaona? Ulikuwa unajiona uko wapi? Ulikuwa unajiona uko wapi? Wapi? Ongea, usio naoga. Ongea tu, usio naoga. Ulikuwa unajiona uko wapi? Usiwe unaogopa. Unaogopa, usiogope. Baba, ninaweka roho ya kijasiri, wala hawatamzuru chochote kwa damu ya mwana-kondoo. Wasikutishe, niambie. Ulikuwa unajiona uko wapi? Usiogope. Nakulinda, nakulinda kabisa. Unaogopa? Unaogopa? Umeona kazi? Anaogopa. Sema fire! Nakulinda na mimi nitakulinda. Sawa eh? Hawatakudhuru. Wanakuambia usiseme. Ulikuwa unajiona uko wapi? Hawakufanya chochote. Niko hapa na kulinda. Baba, ninaamuru akili yake ifike mtoto huyu na ufahamu wake uachiliwe kwa damu ya kondoo. Na wewe ujasiri na ukija. Amen. Unawajua? Ulikuwa unajiona uko wapi?
Unajiona uko wapi? Wapi ulikuwa unajiona? Unaogopa? Wapo. Sema fire. Muda umeenda, tupitishe msasa hapa. Wengine hapa wako tu hapa. Wametulia. Ndio hapa. Hebu niangalie wewe macho. Niangalie. Sasa jamani, tabia gani? Jamani, hii tabia gani huku lofu? Mama yake uko wapi? Mama, mtapata shot. Na mtapata shot. Mumpe Yesu yenu, mtapata hasara. Ni mtoto atakula nyama yako ukileta mchezo. Sio kirahisi unafikiria. Ni Yesu uwe naye. Baba, watoto hawa nawaficha, hajaenda mbali kiroho. Baba, ninamficha mtoto kwenye damu ya Yesu. Mefuta mihuri yote ya kichawi kwa damu ya mwana kondoo kuanzia leo. Amuru ujasiri uingie ndani yako. Njoo mwanangu. Yes. Nataka watu waanze kusanya viti, kusanyeni viti. Nataka nisikie jambo hapa. Najua. Panda. Wasikutanie. Panda. Hapa sasa yuko kwenye madhabahu ya Bwana wa majeshi inayomlinda. Ulikuwa uko wapi? Wanakuambiaje? Wasema usiseme. Utasema leo. Ngoja, ni wanawake ni wanaume? Wanaokuambia usiseme ni wanawake ni wanaume? Funga miguu yako, usiogope. Mimi nakulinda na ikiwezekana naondoka na wewe. Yes. Usiogope. Ni wanawake ni wanaume wanaokuambia usiseme? Sijui ni bibi. Oyo, usije kumtaja jina lake lakini. Yes. Sema fire! Sema Fire! Sasa naombeni nifanye kitu kimoja. Yes. Hii nimeona hii itakie deliverance kubwa katika mji huu sasa. Kabisa. Baba Mungu, kwa jina la Yesu. Mtoto huyu Bwana Yesu hakufuata waganga kuwa mchawi, hakufuata wachawi. Wamemteka. Mungu mtakatifu, kwa jina la Yesu, kama nilivyompandisha kwenye hii madhabahu, atakuwa juu tu zidi yao kuanzia leo katika jina la Yesu. Ile nguvu iliyokuwa juu ya hii madhabahu, Mungu, iwe juu ya mtoto huyu, wasimpate kuanzia leo katika jina la Yesu. Niletee maji hapo chap. Niletee maji hapo chap. Lete maji chap hapo. Changamka haraka. Kesho saa 10 nitakuja. Nimeona hapa kuna kazi nzito sana. Sasa wandugu zangu, nikiwaambia mumpe Yesu maisha yenu, ni mambo kama haya. Sasa mtoto kama huyu, bibi anamwambia ukiongea tu anataka kumfanya mchawi. Sasa huyu ni mtoto wako umemzaa, akikutumwa anakupeleka. Na yageuza maji haya kuwa nguvu, kuwa uweza, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Maji pokea upako na moto kuanzia sasa. Amen. Kwa damu ya Yesu. 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 Kwa jina la Yesu. Yes. Yes. Yanakufa. Yanavunjika. Vinavunjika. Zinakufa. Zinakufa. Zinakufa sasa hivi. Zinakufa sasa hivi. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila uchawi kwenye tumbo unaharibika. Unaharibika. Yanakufa leo. Uchawi unakufa. Uchawi unakufa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tumbo linachemshwa kwa moto wa Roho Mtakatifu. Moto unawaka. Moto.
Moto unawaka kwa damu ya Yesu Kristo. Moto unawaka, moto unawaka ndani ya tumbo. Hirizi za kipepo, uchawi kwenye tumbo unaharibika, unaharibika, unaharibika. Kila uchawi, kila agano, maagano ya nyama, maagano ya vyakula yanakufa leo, yanakufa leo, yanakufa leo. Maagano yote yanakufa, yanakufa. Maagano yanakufa, yanakufa yote. Ndio, 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 yanakufa, 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 yanakufa. Hayo yanakufa. Maagano yote yanaharibika, yanaharibika kwenye kitovu, yanaharibika, yanaharibika, yanaharibika. Ndio, yanaharibika kwa jina la Yesu Kristo. Damu inapita, damu ya mwana kondoo inapita. Uchawi wa dawa za giza, dawa za kishetani zote, karaba shikiriba karabasa, zote zote. Amemeza mali, lazima zitapikwe. Amemeza uchawi, lazima utapikwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Njia panda, moto, moto, moto. Rabashikiri bosaba, rababashitiri bosikiri boshaba, rasatetetetete bora, rasapapata karabashi, rapasapapata pata, rapasipipiri boshi, rapasikipia, karamada boshibiri bosi, rapasikitikiri boshi, rapasapapapete, raposhikiriba, raposipipiri boshi, kosapara boshibiriba, rasapayamanaba, kisindere boshi, maradakashtia, erebesinabe bashidire, kisaparamanaba, inema, resipiyama, rayamashtikisiri, roshiniba sakata, kirimushinda, rasipikitiri boshi, kisapayamanaba, rayakamashindere bosi, rasatendere boshindere bosi, raposipete kerere, ramasatere boshidiba, romondaba shindere bosaka bashindibo, roposatara bataketi sitiribo. Kila mafundo ya hirizi yanaharibiwa, yanaharibiwa. Kasaparabashi rasapishibiri tosibibo, rasapishibiri roboshisikitibo, rosatipiriboshiti, rosatoteboshindibo, rabasitiniboshi, kosatiboshibo. Tunaharibu hizo hirizi hizo. Nguvu za kimalikia, nguvu za wafalme zinaharibiwa zote, zinapigwa zote, zinafungwa zote katika ulimwengu wa roho. Kila mahali tunapitisha moto Roho Mtakatifu, kila mahali, kila mahali, kila mahali, kila mahali, kila mahali. Moto unapita, moto wa roho unapita, unapita wa moto, unapita wa moto kwa rama ndisikiti, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu.
Maji, pokea upako, pokea nguvu kwa ajili ya miujiza katika jina la Yesu. Amen. Naomba niwabariki kwa jina la Yesu Kristo. Neema Mungu iwafunike. Baraka za Mungu ziwafunike katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila uchawi wa mafundo uliotumwa kwa watoto leo unakufa katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Watoto wote walioingizwa katika vyama vya kichawi leo vinakufa katika jina la Yesu Kristo. Kila walioingizwa kwenye vyama vya kipepo na kuzimu vinakufa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila vyama vya kipepo na uchawi vinakufa katika jina la Yesu Kristo. Vyama vya kipepo vinakufa katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Kuanzia sasa vyama vya kichawi vimekufa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Huyo mtoto anatapika hapo, ameendeleaje? Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hawataonekana kwenye vyoo vya kichawi, kwenye maji ya kichawi, kwenye TV za kichawi, kwa damu ya mwana kondoo. Hawataonekana kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Upako unakwenda kila mahali, mpaka nyumbani, kila mahali. Fungua macho, fungua mdomo, fungua mdomo. Nipatie mara moja. Katika damu ya mwana kondoo, upako kila mahali. Maji, pokea upako, pokea nguvu kwa miujiza na ishara katika jina la Yesu Kristo. Pokea upako kwa damu ya kondoo. Nimewabariki kwa jina la Yesu. Kila anayekunywa ende kwa amani ya Kristo Yesu. Kunywa. Watoto wanaoingizwa kwenye maapizo ya kichawi, yes. Hii kazi inaendelea kesho. Inaendelea kesho hii kazi. Watumishi wa Mungu, hii kazi inaendelea kesho. Hii kazi inaendelea kesho. Hii kazi itaendelea kesho. Hii kazi itaendelea kesho. Sogea. Mwachie. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Funguka. Funguka. Jini maiti katika jina la Yesu, ewe jini maiti, na kuvua kwa mtoto huyu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Jini maiti, kwa heri, natangaza uhai kwenye maisha ya binti huyu kwa jina la Yesu. Sema amen. Watumishi, kesho tutaendelea na hii huduma. Kesho hii kazi itaendelea. Nitakuja hapa saa 10, hatakuwa na kipindi maalum, lakini nitakuja saa 10. Yes. Jamani, kama kuna mtu anataka kumpa Yesu maisha yake, aje chap mahali nilipo. Naombeni mara moja aje hapa. Anataka kuyatoa maisha yake kwa Yesu Kristo, anifuate hapa nilipo mwenyewe. Anataka kutoa maisha yake kwa Yesu Kristo, aje mara moja. Chapu. Tuondoke jamani. Binti, tunataka kutoa maisha yako kwa Yesu Sogea mahali hapa. Mpe Yesu maisha yako. Na ule udongo ambao nimewatuma, wangapi wamebeba? Shika kwa mkono wako wa kuume mahali ulipo. Anataka kumpa Yesu maisha yake, aje mara moja hapa kwanza. Aje hapa nilipo. Anataka kutoa maisha yake kamilifu kwa Yesu. Aje hapa nilipo mara moja. Shika hapa. Huyu mtoto ni mtoto wako? Kuna jambo hapo. Kuna kitu hapo. Okay. Shika tu kwanza mahali ulipo. Anataka kumpa Yesu maisha yake, naomba uje mara moja. Anataka kumpa Yesu maisha yake, aje mara moja. Usimvute mwenzako. Maisha yako sio ya kwake. Nataka mama wewe umpokea Yesu, rudi nyuma. Nitauombea udongo. Nataka wanaompa Yesu maisha yao kikamilifu leo. Mtoto, ninakuona. Ninaona hapo cheo cha kimalikia. Alafu ninaona unatembea na nyoka. Namuona nyoka mkubwa hapo ambaye unafanya naye kazi. Ndio. Na huyo nyoka anakufa leo. Wanaompa Yesu maisha yako, nyosha mkono juu hapo ulipo. Yes, vizuri sana. Njoo mwanangu, njoo. Usiogope, njoo. Usiangalie sura za watu. Usiangalie watu, maisha yako ni yako binafsi. Kwanza wadada mzuri wanataka kuchezea mchezo wa kishetani hapa.
Weka mkono wako wa kuume namna hii. Sema, e Bwana Yesu, karibu moyoni mwangu. Ufanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naomba ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Shetani na kukataa na kazi zako zote. Kuanzia leo mimi sio mali yako, mimi ni mali ya Yesu. Na yatoa maisha yangu kwa Bwana Yesu. Mimi kuanzia leo nitamtumikia Bwana Yesu katika jina la Yesu. Wachawi hawataniona, waganga hawataniona, mizimu haitaniona. Natenganisha maisha yangu na laana ya kizazi. Natenganisha maisha yangu na miungu ya familia. Natenganisha maisha yangu na roho za kulisi, hazitanifuata kuanzia leo. E Bwana Yesu, waruhusu malaika wako kulitimiza neno lako kwenye maisha yangu. Roho Mtakatifu, naomba unisaidie nisirudi nyuma siku zote za maisha yangu katika jina la Yesu. Amen. Weka tu hivyo nikuombee, weka nikuombee. Baba yangu wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana Yesu kwa ajili ya watu hawa ambao wametoa maisha yao kwako. Baba, ninaombea maisha yao. Baba, uwalinde, Baba uwatetee, ulilinde hili jambo mioyoni mwao. Baba, asiwepo wa kurudi nyuma hata mmoja mpaka mwisho, mpaka siku Bwana Yesu atakaporudi ulimwenguni katika jina la Yesu. Roho ya mpinga Kristo, roho ya nabii wa uongo, roho ya miungu michafu isiwapate. Wacha watakao watafuta watu hawa hawatawaona. E Mungu, kama unavyonilinda mimi, naomba walinde na hawa. Kama unavyonipigania mimi, wapiganie na hawa. Atakayeinua mkono wa kichawi kinyume cha maisha yao, akaanguke mbele yao. Atakayeinua silaha ya kichawi yoyote, akasambaratike kwa damu na kondoo. Bali watu hawa wawe salama na biashara zao. Ninauombea udongo wote ambao watu hawa wameubeba. Inua udongo juu. Kila udongo uliobebwa, Baba Mtakatifu, ninaubariki katika jina la Yesu. Ninaubariki huo udongo. Ukirudishwa ni nyumbani ama ni shambani, hilo shamba libebe upako, libebe nguvu ya kuzalisha, na hiyo nyumba izungukwe na wigo. Udongo mahali popote ulipopokea nguvu, pokea uwezo. Udongo pokea nguvu. Kila udongo njoo ugusa hapa, njoo ugusa hapa mara moja. Kimbia chapo. Udongo pokea nguvu kwa damu ya kondoo. Pokea nguvu udongo katika jina la Yesu Kristo ali hai. Ukawe miujiza, ukawe maajabu, ukawe miujiza, ukawe maajabu. Iwe ni nyumbani, iwe ni shambani, ukalete miujiza ya kupita kawaida. Udongo pokea upako na nguvu katika jina Yesu Kristo aliye hai. Atakayeingia kwa siri ama kwa wazi ili kushindana nao, ukawe radi kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema radi, 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 radi. Radi, radi, radi. Yesu awalinde, Yesu awatetee. Tuonane kesho saa 10 pale ambapo mtaelekezwa. Amen. Amen. Wote mliompokea Yesu naomba mje mahali moja, tuonane mahali hapa. Mje mahali moja, tuonane mahali hapa. Yes. Mliompokea Yesu njoni kwa hapa wote. Yes. Yes. Sogea kwa. Andika jina lako. Alafu kesho ninawaomba saa 10. Tunakutana hapa kwa mama hapa Hapa kesho saa 10, sawa? Asiwepo kukosa Asiwepo kukosa kesho. Sawa? Tuwaalike majirani zetu.